ametunukiwa hati hii na ofisi ya mtendaji wa kata Mwese kwa ajili ya kazi bora, kutii nidhamu na kufuata maelekezo sahihi katika kutimiza wajibu wa ujenzi wa taifa mwaka 2026. Asante. Katika kata ya Mwese, wafanyakazi wamekuwa mstari wa mbele katika kuendesha shughuli za maendeleo ikiwemo elimu, afya, kilimo, mifugo, ulinzi na utawala bora. Tunatambua juhudi zao. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya, bado kuna changamoto zinazowakabili wafanyakazi kama ifuatavyo. Moja, mazingira duni ya kazi, mfano ukosefu wa usafiri katika maeneo ya kazi, ikiwa ni pamoja na ofisi ya afisa mtendaji wa kata Mwese, upungufu wa mafunzo rejea kwa watumishi, yani semina. Mkurugenzi anawasalimia sana. Sasa nianze moja kwa moja kwenye zile changamoto ambazo mtendaji wetu wa kata amezisema. Ya kwanza amezungumzia changamoto ya usafiri kwa mtendaji wa kata, lakini sema pia hata na wa vijiji. Ili pia tutalifanyia kazi kwa sababu tunaendelea na taratibu za kutenga kwenye bajeti zetu. Tuwekee utaratibu, tuwezi kununua zote kwa wakati mmoja, lakini tutakuwa tunatenga angalau kidogo. Yako maeneo ambayo tayari tumekwisha kuzigawa, tunajua tunafikia maeneo yote, lakini tunaendelea kuanza kufikiria pia kuhusu hilo. Ni kweli muda mrefu sana tujapita kutoa semina kwa watumishi wenzetu maeneo haya, lakini mwaka ujao wa fedha tumetenga bajeti ambayo itatuwezesha kuzunguka maeneo mengi, tukutane na watumishi wenzetu, tukumbushane taratibu za utumishi wa umma na mambo mengi pengine ambayo wangelazimika kuyafuata kule ofisini, tupike tuje tutoe ufafanuzi huko ili angalau tupunguze hata usumbufu wa usafiri. Kwa hiyo tutalifanyia kazi na ichukua, na kwa hakika tutahakikisha tunaifanyia kazi. Kwa mwaka 2024 tulipata ajira mpya 153 tulizosambaza kwenye maeneo yetu, lakini mwaka 25-26 ambao tunaendelea nao sasa hivi, mara ya kwanza tulipata watumishi 208, lakini sasa tunajumuisha nao 85 ambao nimewambia tunafikia sasa hivi kujumuisha tunapata watumishi 293. Kwa kipindi kifupi namna ambavyo tumepata watumishi wengi. Kwa hiyo tunaamini kadri siku zinavyoenda tutapata watumishi ambao tutawezesha kupunguza changamoto za watumishi kwenye maeneo yetu. Sisi watumishi wao tutafanya hizi kazi kwa ugoigoi. Maana yake tutakuwa tuwatendee haki wananchi ambao sisi tumepewa dhamana kuwatumikia, kufanya hizo kazi kwa niaba yao. Na kama unavyojua, tukiwa huko chini sisi ndio tunamwakilisha Mheshimiwa Rais kwenye zile shughuli ambazo asingeweza kufika huko, yeye hawezi kufika kwenye maeneo haya. Kwa hiyo kwa namna yote ile, kwenye sehemu yoyote ulipo, lazima uhakikishe kwamba unafanya kazi bila ulegevu, kuhakikisha yale maelekezo, zile shughuli zako zote zinafanyika na wananchi kwa kweli wanaridhika. Na Mheshimiwa wajumbe, kwa nini nasisitiza hapo? Nasisitiza kwa sababu kimsingi tunasema kazi ni ibada. Unapowatendea vizuri wananchi, kama unavyohudumia vizuri watu, in return tunasema unamwakilisha Mwenyezi Mungu. Sisi tunaelewana jamani? Kwa hiyo kwa maana hiyo ukifanya vibaya, maana yake unaweza kupata adhabu pia, kwa sababu unakuwa kutekeleza vizuri majukumu yako. Kwa hiyo wangu wa leo wa kwanza kwenye sherehe zetu hizi za wafanyakazi ni kwamba kila mtu hakikisha anatekeleza majukumu yake vizuri, ili wananchi sasa wapate haki yao ya yale ambayo waliyatarajia kutoka kwa serikali. Lakini la pili ni kumsaidia Mheshimiwa Rais kama ambavyo nimesema, kuhakikisha tunashughulikia kero na malalamiko yote ya wananchi ama changamoto ambazo ziko kwenye maeneo yetu. Hakuna haja ya wananchi kusafiri sana mpaka halmashauri ama mkoani na maeneo mengine wakati tupo sisi kwenye maeneo haya.